Kwa hiyo basi ningeenda moja kwa moja kuelezea PEEP specifically ni nini. What is PEEP? Tunasema kwamba kama tumeshaangalia hapo nyuma, PEEP is the short form of percentage in point, which actually mean the percentage of a cent in a given exchange rate. Kwa hiyo yametolea tu ni kifupisho cha maneno percentage in point. Kwa hiyo ni maneno haya matatu imetolewa herufi za kwanza ikaunda neno PEEP. Kwa hiyo basi sasa hivi ukisikia neno PEEP inamaanisha utakiwa ujue kwamba kirefu chake ni percentage in point, na hii inamaanisha kwamba ni percent fulani ya cent in a given exchange rate. Kwa mfano kama hapa unavyoweza kuona kwenye mfano wetu, hii senti kwa hapa ni asilimia fulani ya dola, na hizi PEEP ni asilimia fulani ya senti, na hii micro PEEP ni asilimia fulani ya PEEP. Kwa hiyo basi PEEP ni asilimia fulani ya senti. A PEEP is the smallest amount by which a currency exchange rate can change, and it is the most common increment of a currency. The PEEP is how you measure your profit or loss in a forex market. Kwa hivyo basi PEEP ndio mabadiliko, ndio exchange rate huwa inabadilikia huko, kwamba uwezo ukakuta kwamba exchange rate inabadilika kwa kiasi kikubwa, basi inabadilika kwa kiasi kidogo sana, na kale ka kiasi kadogo kanakobadilika ni ni kwenye zile tarakimu za PEEP. Hatujafikia hata kwenye senti, ni zile PEEP ndio unakuta zinabadilika. Kwa hiyo basi a PEEP as a PEEP is a fourth number or digit after a decimal place in an exchange rate. Kwa hiyo ukiona exchange rate ujue kwamba PEEP ni ile namba ya 4 baada ya desimali. Except, kwa kuna exception sasa hapo, for the yen pairs which is the second number after decimal place, and for gold which is the first digit after decimal place. Tutaangalia hapa, huenda labda nimekuchanganya. Twende kwenye graph yetu, kwenye kibao chetu. This time twende kwenye MT4. Okay, kwenye MT4 utakuta hiki ndio kibao chetu. Kuna bid price, kuna ask price. Kwa hiyo basi kwenye bid price na ask price, hii ni bei ya kununulia, hii bei ya kuuzia, kunakuwa na hizi ambazo ndio exchange rate. Mfano pair hii euro USD unakuta exchange rate yake hapa kwenye bid price ni 1.18123. Kwa hiyo zimekuwa quoted kwenye 5 decimal place kwamba ni 1.18123. Namba ya 4 baada ya desimali ndio PEEP. Kwa hapa kwenye 1.18123 hii mbili ndio PEEP, na ndio mabadiliko mostly yanatokea hapo. Hii namba ya mwisho ni micro PEEP au kale ka pipet tulichokuwa tunaongelea, na hiki kipipet chenyewe kina change kutoka 0 mpaka 9, nikiwa na maana kwamba ikitoka 0 ikifika 9 ikitaka kuingia 10 inabadilisha hii PEEP. Kwa hapa kama ilikuwa 2 inakuwa 3, na ikitoka kwa mfano hapa ipo 3 ikadrop mpaka ikafika 0 inaipunguza hii 2 inakuwa 1. Kwa tunasema imepungua PEEP 1. Kwa hiyo basi ukiambiwa kwamba PEEP kwenye namba kwenye exchange rate ambayo inakuwa quoted kwenye hizi decimal place 5 ni namba ya 4 after decimal place. Unaweza kukuta pia kuna exchange rate nyingine zinakuwa quoted decimal place decimal place 4. Kwa hiyo PEEP inakuwa ni namba ya 4 after decimal, na hapa ni hivyo hivyo, namba ya 4 baada ya decimal ya hii hapo point ndio unakuta ndio PEEP. Lakini nikatoa huku exceptional for the yen pair. Kama unaweza kaangalia hapa, currency yoyote ambayo ndani ya pair yoyote ambayo ndani yake kuna yeni imekuwa quoted kwenye desimali 3. Kwa hiyo uwezo ukasema PEEP ni namba ya 4 baada ya desimali wakati namba ziko 3 baada ya desimali. Kwa hivyo basi kwenye yen pair zote zenye yen, mfano USD JPY imekuwa quoted kwa desimali 3, na hapa CHF JPY 3. Kwa hivyo basi PEEP kwa hizi ni namba ya pili baada ya desimali. Kwa hiyo hii ya mwisho inakuwa kale kama micro PEEP. Kwa hivyo PEEP ni hii hapa. Kwa hiyo ukiambiwa uongeze PEEP moja utakuja kuongeza hapa kwenye namba ya pili baada ya desimali. Lakini kwenye hizi pair ambazo zimekuwa quoted kwenye decimal place 5 au 4 ni namba ya 4 baada ya desimali. Lakini kwa gold, let me see if I can find gold here. Gold ni hii hapa.
XAU yenyewe inakuwa quoted kwenye decimal place 2. Kwa hiyo hii ni gold versus USD, decimal place 2. Kwa hiyo pip ni ile namba ya kwanza baada ya desimali. Kwa namba ya kwanza baada ya desimali kwa gold ndio pip. Hii ya mwisho ni micro pip. Kwa hiyo in short, just to claim, kwa sababu kuna watu wengine wanapenda kuclaim, pip ni namba I can say kama umekuta currency zimekuwa quoted kwenye decimal place 4 ni ile namba ya mwisho. Kama umekuta zimekuwa quoted kwenye decimal place 5 ni namba ya ile ya mwisho inakuwa pipet. Kama umekuta imekuwa quoted kwenye decimal place 3 namna hii, basi ni namba ya pili. Kwa kale kama mwisho kanakuwa pipet. Kwa tofauti ya hizo pip ni kwa hizo pair tu. Pair zenye JPY, pair na currency zote zenye pair yote yenye gold ama silver ndani yake, kwa sababu kuna zingine kuwa silver. Kwa mfano hii, this is XAG, this is silver. Hii ni silver versus USD. Kwa hiyo na yenyewe inakuwa quoted kwenye decimal place hizo hapo 3. Kwa hiyo basi hivyo tukaangalia jinsi gani za calculate hizo pip. I hope mpaka sasa hivi watu wanaelewa kuhusu pip. But let's see example. The last digit in an exchange rate in any pair is called pipet or micro pip. Nadhani tumeshaiangalia kule. Sasa calculation ya pip inakuwaje? Consider exchange rate ya hapo. Umepewa euro USD ni sawa sawa na 1.1625. Unaambiwa add pip 5. Utaenda kuziadi wapi? Actually ukikuta kwamba pair yako ndo exchange rate ndo hii, hizo pip 5 utaenda kuziadi hapa. Namba ya 4 baada ya decimal ndio pip yako, kwa hiyo utaadi pip 5. Kwa hiyo ukiambiwa weka target zako pip 5 kama profit, unakuja kuziadi hapo kwenye namba ya 4 baada ya decimal, ambayo unakuta ni hii hapo. Ukiambiwa uadi pip 15, basi utaaffect mpaka namba inayofuatia. Kwa hiyo utaadi hapa kwenye 0, utaadi hapa kwenye 2. Kwa hiyo unakuta unapata 1.16355. Kwa hiyo hapo unakuwa umeadi pip 15. Kwa hivyo ndivyo tunavyokuwa tunaadi pips. Na kwenye kutoa inakuwa ni kitu hicho hicho, kwamba toa pip 5 utakuja kuzitoa hapa, hadi pip 15 utakuja subtract pip 15 utakuja kuzitoa hapa kwenye hizi namba mbili, toa hapa na hapa. Always hii namba ya mwisho inakuwa ni micro pip. Kwa peni za kwa pair za yen nilisema kwamba pip ni namba ya pili baada ya decimal. Kwa ukiambiwa add pip 5 unakuja kuadi kwenye namba hii ya pili baada ya decimal. Hii ya mwisho ni pipet. Kwa hiyo unapata 25.5. Ukiambiwa add pip 15, sasa ndio utakuja kuadi mpaka kwenye hii hapa, namba ile ya kwanza baada ya decimal. Kwa hiyo basi unakuta umehadi hapo pip 15. Kwa hiyo basi hizi pips ndio mtu unasema unapatia faida hapo. Inamaanisha kwamba price ikitoka imebadilika kutoka hapa 144.205 ikaenda mpaka kwenye 144.255, umepata faida ya pip 5. Kwa yale mabadiliko ni faida ya pip 5, na hivyo ndio unapima profit yako. Kwa usipojua kucalculate hizo pips, inamaanisha huwezi jua target zako za faida ama hasara yako itakuwa ni kiasi gani in case ukiwa umeenda wrong. Kwa na kutoa ni kitu hicho hicho. For a pair ya gold nilisema ni namba ya kwanza baada ya decimal, ambao ni hapa hivi. Kwa hiyo ukiambiwa wadi pip 5, actually utakuja kuadi kwenye namba hii ya kwanza baada ya decimal. Kwa hiyo utakuta unapata kitu kama hicho hapa. Na ukiambiwa uadi pip 12 ni hapa pamoja, utavuka mpaka decimal, sasa utakuja kuadi na hapa hivi. Kwa hiyo unakuta unapata kitu kama hicho hapa. Na kutoa ni kitu kile kile. Kwa hiyo basi hivyo ndio jinsi gani tunavyokuwa tuna calculate pip. I hope mpaka sasa hivi mtu atakuwa anaelewa jinsi gani ya calculate pip, na haitakuwa ni shida sana kwenye swala la calculate pip. Kwa hivyo basi target zako zote unaziweka in terms ya pips. Mfano tuangalie mfano hapa. Nimeplace order zangu, mfano kama hapa. Hizi ni order zangu nimeplace, and right now nipo kwenye deep profit. Oh my god, nipo kwenye profit ya kutosha. I can close this 245. Inamaanisha nimeplace
kuonyesha jinsi gani pips zinamata hapa. Okay, tufanye hivi. Kwa mfano, hapa ndio pointi yangu nilipoingilia sokoni. Hapa nimeingilia hapa kusell hii wave yote labda mpaka huku chini. Sasa hivi hii ipo kwenye profit. Je, hii ni profit kiasi gani kutoka hapa nilipoingilia mpaka hapa nilipo? Lazima ujue ni profit kiasi gani. Nakuja kwa mfano napima hapa kutoka hapa nilipoingilia mpaka hapa price sasa hivi ilipo, nakuta nina pips kiasi gani, kwamba nimeingilia hapa ambao price yake inasoma hii ya huku pembeni kwamba 1.18522, lakini sasa hivi price iko hapa 1.18129. Kwa hiyo kuna mabadiliko ya price hapa. Kwa lile badiliko mimi ndio faida yangu. Kwa usipojua kupima hayo mabadiliko, huwezi jua faida yako iko wapi, huwezi jua kwamba hasara yako iko wapi. Ni kitu ambacho mtu huwezi jua. Mfano, sasa ukitaka kupima pips kwa kutumia let's say kwenye MT4, kwamba siwezi nikasema naanza kupima pip hii nianze kutoa na hii, it is tiresome na inachukua muda. Kwa hiyo basi naweza nakuja hapa crosshair, nikiklik hii nakuja kwenye target yangu nilioingilia, let's say ni hapa, ndio nimeplace hizi order hapa. Okay, kama nimeplace ilikuwa ni order za kusell, I'm expecting price kwamba i drop. Sasa nikija hapa mpaka hapa ilipo, nataka kujua ni faida nilionayo ya pips kiasi gani. Kwa hiyo nikija kusimama hapa, mimi najua faida nilionayo mpaka sasa hivi. Unaweza kuona kwamba nataka niweke hii kwenye hii cross, kwenye hichi crosshair ambacho natembea nacho, unaweza kuona kuna namba hapo katikati. Kwa mfano hapa niliposema kuna namba hizi hapo ndani, ambayo namba ya focus kwenye namba hii ya katikati, kwenye hii kasa yangu hapa napozungusha, kuna namba hapa, nikitembea hivi unaona natembea nazo. Kwa hiyo basi kwenye hizi namba hizo za katikati hapo ambayo imeandikwa let's say 1.1468, hizo ndio pips. 1468 hizo za katikati, 1468 hizo ndio pips. Inamaanisha hizo ni pipu 146 na pipet 8. Hicho cha mwisho always ni kipipet na pipet 8. Nikija kwa mfano ndo kama ni stand labda kama ni hapa nakuta ni 357, hizo ni pips 35 na pipet 7, inamaanisha pips 35.7. Kwa hivyo basi najua okay, kama ndo ilikuwa ni hapa inamaanisha mpaka sasa hivi na faida kiasi kadhaa. Au kama ilikuwa ni kuweka kwamba naweka target zangu, labda kama nilikuwa na buy naweka target zangu, lazima nije nipime nijue kwamba ni pips kiasi gani nazifocus kuzipata. Kwa hiyo basi pips ni kitu ambacho ni cha muhimu sana. Kwa hiyo hizi za katikati hapa kwenye hii ambapo kwenye hii kasa nikitumia crosshair ndio pips. Hizi za mwisho huko kwa mfano kama hapo niliposimama ni 1.18839, hii inanionyesha ni price hapa niliposimama, huku price yake ni ngapi. Kwa hiyo siwezi kuisoma huku, ndio maana nikisimama hapa naweza kuisoma huko pembeni kwamba kumbe hapa niliposimama hii point price yake ni 1.18860. Kwa guys, hivyo ndio unapopima pips na hivyo ndivyo unavyoweka target zako. Kwa mfano kama hapa nasema okay, I'm going to place another sell order. Of course I'm going to add another sell. This is very good setup. Okay. Let's see. Okay, mfano hii hapa. I'm going to place a sell order. Nasema okay, fine. Naweka new order, sell by market. Hapa ndio nimeingilia sokoni. Kwa target zangu nakuja kuweka labda hapa ni pips kiasi gani, nakuja huku nasoma hii ni stop loss, nimeweka pips 28.8. Naachia hapo. Nikija tena hapa na drag take profit nikachukulia wapi? Hapa. Nikija kusoma hapa ni pips 38.9. Ikihiti hapo nakuwa nimepata dola ngapi? 18.45. Naacha hapo. Nimeshaweka target zangu, nazima platform na maliza. So guys, tutajifunza vitu vingine next time. I hope mpaka hapo tulipofikia tumeelewana.